Mfuatiliaji wa Taj Story, na kuletea tena simulizi nyingine inayoitwa Mama Yangu Ana Mimba Yako, Season 1, episode ya kwanza. Tuanze. Mvua nzito ilikuwa ikinyesha nje kama mbingu zilikuwa na hasira. Radi ilipasua anga huku upepo mkali ukitikisa miti ya mtaa wa Isamilo jijini Mwanza. Ndani ya teksi iliyokuwa ikikata barabara zenye matope, kijana mmoja aitwaye Eli alikuwa ametulia huku akitazama maua aliyoyashika kwa furaha. Alikuwa amevaa suti nyeusi iliyompendeza sana. Usiku huo ulikuwa muhimu kwake kuliko siku yoyote maishani mwake. Baada ya miaka mingi ya mateso ya maisha, hatimaye alikuwa ameamua kumtambulisha mchumba wake Tina rasmi kwa mama yake. Eli, una uhakika mama yako atanipokea? Tina aliuliza kwa sauti ya upole huku akiweka mkono wake juu ya bega la Eli. Eli akacheka kidogo. Mama yangu ni mtu mgumu kuelewa, lakini ana moyo mzuri. Ukishamjua tu utataka kuondoka karibu naye kabisa. Tina alitabasamu, lakini moyoni mwake alikuwa na hofu isiyoelezeka. Teksi ilisimama mbele ya nyumba ya zamani ya Mama Neema. Nyumba hiyo ilikuwa kubwa kiasi, lakini ilionekana kubeba huzuni nyingi. Taa ya nje ilikuwa ikiwaka na kuzimika, kana kwamba nayo ilikuwa na jambo la kusema. Waliposhuka, Eli aligundua kitu cha ajabu. Mlango wa nyumba ulikuwa wazi kidogo. Akasema, mama huwa afungui mlango hivi, alisema huku uso wake ukibadilika. Waliingia taratibu ndani ya ile nyumba. Sebule ilikuwa kimya sana. Hakukuwa na televisheni iliyowashwa katika sebule ile, hakukuwa na sauti ya redio kama kawaida. Kulikuwa na hofu na harufu ya dawa na machozi. Tina alisema kwa sauti ya chini, naogopa. Ghafla wakasikia sauti ya mtu akilia. Eli akakimbia kuelekea chumbani kwa mama yake. Alipofungua mlango, Mama Neema alikuwa amekaa sakafuni akiwa ameshika kipimo cha hospitali mkononi huku machozi yakimtoka. Mama, Eli alipiga kelele, kuna nini? Mama Neema alinyanyua uso wake polepole akamtazama Eli. Macho yake yalikuwa mekundu kama mtu aliyekuwa analia kwa masaa mingi. Alisema kwa shida, samahani mwanangu. Kwa nini mama? Mama Neema akavuta pumzi ndefu, kisha akasema maneno yaliyomgandisha damu ya Eli, nina mimba. Kimya kizito kikaangukia nyumba. Radi ikapiga nje kwa nguvu. Tina akajikuta akiachia pochi yake chini kwa mshindo. Eli alicheka kwa hasira. Mama, huu sio muda wa utani. Mama yake akamwambia, sio utani mwanangu. Tina alisema kwa hofu, anaonekana yuko serious. Uso wa Eli ulibadilika taratibu. Eli akauliza, mimba? Eli aliuliza mama yake swali gumu sana. Mimba ya nani? Mama Neema hakujibu. Aligeuza uso pembeni kama mtu aliyekuwa akiogopa kutazamana na ukweli. Mama, nimekuuliza mimba ni ya nani? Eli aliendelea kusisitiza kwa kumuuliza mama yake. Mama Neema akaanza kulia zaidi. Mimi sikuipanga. Mwanamume gani huyo? Eli aliuliza kwa hasira kali. Hakukuwa anajibu. Dakika chache zilizofuata zilionekana kama saa nzima. Tina alikuwa amesimama pembeni akiwa hajui afanye nini. Hakuwahi kuona familia yenye hali ya ajabu namna hii. Ghafla simu ya Mama Neema ikaita. Namba ilikuwa unknown number, yani namba ngeni. Mama Neema alipoiangalia tu uso wake ukabadilika ghafla. Alitetemeka sana. Huyo ni nani? Eli alimuuliza mama yake. Mama Neema hakujibu. Simu ikaendelea kuita. Eli akaichukua kwa nguvu. Eli akapokea ile simu na kusema, hello. Lakini upande wa pili kulikuwa na kimya. Kisha sauti nzito ya mwanamume ikasikika kwa taratibu. Muulize mama yako alificha nini miaka 20 iliyopita. Simu ikakatika. Eli, kuna nini? Tina aliuliza. Eli alimgeukia mama yake. Eli akamuuliza mama yake, mama, huyo mtu ni nani? Mama Neema akaanza kutetemeka zaidi. Akamwambia Eli, mwanangu, kuna mambo hutakiwi kuyajua kabisa. Akamwambia mama yake, natakiwa kujua kila kitu. Mama yake akamwambia, ukijua ukweli utanichukia maisha yako yote. Usiku huo hakuna aliyelala kabisa. Mvua iliendelea kunyesha huku siri zikianza kuamka ndani ya nyumba hiyo. Saa 7 za usiku, Tina alikuwa jikoni akinywa maji huku mawazo yakimchanganya.
Akiwa amesimama pale, ghafla alisikia mlango wa nyuma ukifunguliwa taratibu. Aliogopa, akaenda kuchungulia. Kivuli cha mwanamume mrefu aliyekuwa amevaa koti jeusi kikaonekana nje ya nyumba. Mama Neema, sauti hiyo iliita kwa chini. Tina akabaki ameganda. Mama Neema, nataka mtoto wangu. Tina akaangusha glasi aliyokuwa ameshikilia mkononi mwake. Crash! Kivuli kile kikatoweka haraka gizani. Eli! Tina alipiga kelele. Eli akaja akikimbia. Kuna nini? Kuna mtu nje. Walitoka haraka haraka, lakini hawakumkuta yule mtu hapo nje. Kilichobaki ni bahasha nyeusi iliyokuwa imeloa mvua. Eli alichukua ile bahasha haraka haraka akaifungua. Ndani kulikuwa na picha ya zamani. Picha hiyo ilimuonesha Mama Neema akiwa mdogo, pembeni mwanamume ambaye Eli hakuwahi kumuona kabisa. Lakini kilichofanya ahisi dunia inazunguka ni mtoto mdogo aliyekuwa amebebwa kwenye picha hiyo. Mtoto huyo alikuwa Eli. Nyuma ya hiyo picha kulikuwa na maandishi mekundu, huyu si baba yako halisi. Hapo ni mwisho wa episodi ya kwanza ya simulizi letu la Mama Yangu Ana Mimba Yako. Unaweza kuwasiliana nasi kwa namba za simu 0621213275 au 0787863433. Mimi ni Jacob Zakaria na hii ni Taji Story. Tukutane wakati mwingine.